Bana, leo nataka nifanye recap kidogo ya matukio machache ambayo yametokea wiki nzima, ambayo matukio fulani vya msingi ya muhimu. Sitaki kufanya clips tofauti tofauti kwa sababu itachukua muda mrefu. Nataka niwapitishe hapo kidogo, mjue yaliyotokea, afu tujue tunaelekea wapi. Kuanzia tarehe 8 ambayo ilikuwa Monday kama sijakosea, Jumatatu, mpaka leo tarehe 14 Disemba 2025. Zelensky alikubaliana na ile proposed 28 point peace plan ya Marekani chini ya rais wao Donald Trump. Mara kwanza alikubaliana nao, alafu baada ya siku 2-3 kupita ule mkataba akaukataa, akasema kwamba unawakandamiza watu wa Ukraine. Kwa hiyo wa Marekani wakarudia tena kwenye ule mkataba, wakaubadilisha ukawa kama na point 27 hivi, lakini Zelensky bado hakukubaliana nao. Kwa hiyo ikaishia hapo. Pokrovsk, mkoa wa Ukraine, ulianguka siku 2-3 zilizopita. Sasa hivi uko chini ya Warusi na bendera ya Russian Federation iko angani tayari katika eneo hili la Pokrovsk Oblast. Hii inamaanisha kwamba Ukraine inazidi kuangamia, Ukraine inazidi kudidimia. Ila bado wako tayari kuendelea na hii vita, hawataki kufuata zile sheria ambazo Warusi wamewekea ili mradi hii vita iweze kuisha. Trump amechoshwa na haya yanayoendelea kati ya Warussia na wa Ukraine, na yeye anachosema ni kwamba hii vita amerithi. Hii vita ya Urusi na Ukraine amerithi kutoka kwa mtangulizi wake ambaye ni Biden. Ila sasa amesuggest kwamba wa Ukraine sasa hivi umefika muda kama vipi waingie kwenye uchaguzi. Huenda tatizo lisiwe ni Ukraine, tatizo likawa ni kiongozi wao. Kuna kweli gani katika hayo aliyosema Trump? I don't know. Yametokea mengi, lakini hayo ni machache. Fanya kufollow hii page kama bado hujafollow. Hapa tunarukaga na topics nyingi tu, ikiwemo entertainment, science, technology, historia, warfare na mambo mengine kadha wa kadha. Ukifollow hii page tunakuwa tunatengeneza kijiji chetu. Hatujui uko mbele kitatufaa kwenye nini. Kama umesha follow hii page, andika hapo kwenye comment section kitambo tu. Naitwa Dallas, it is what it is. Tutakutana katika episode ijayo.